anapita bila kutusalimia, na sio kawaida yake kupita kwa watu bila kuwasalimu. Sijui inaonekana na matatizo. Inawezekana kabisa. Karibu. Nilimtafuta kwenye simu nikamkosa ili nikakuita wewe unisaidie. Basi angalia mtu tutumana naye. Sawa. Bone! Nisaidie rafiki yangu niite Gatwe. Tamtoa wapi? Yuko pale kwa baba kusema kwanza penye anatumikiaga. Sawa. Ndio. Tutumana naye. Ndio. Basi nisaidie tu. Sawa. Samahani dokta. Bila samahani. Hali ya mgonjwa iko hai. Wewe ni nani yake? Dadake mkubwa. Huyu nani? Mpenzi wake. Okay, nifuateni ofisi. Nimefuatilia hali ya mgonjwa, nimekutana hali yake sio nzuri kwa sababu aliporomosha ujauzito. Na kilichokokotea poromosha ujauzito huyo, alimeza dawa nyingi. Sasa dokta, unaona tutapata nafuu? Mungu akisaidia anaweza akapata nafuu. Ila kwa sababu hali yake sio nzuri zaidi, mnaweza mkamwacha akapumzika. Lakini na waruhusu tu kidogo wende mkamwone mgonjwa wenu. Sawa dokta. Bila samani mdogo wangu. Nimekutafuta kwenye simu nikakukosa. Sawa, nimezima, simu yangu iko kwenye chini. Sawa, utakuwa mdogo yangu. Hapana, mimi wakupona, mimi wakufa. Pole da. Pole. Nimekosea sana. Shida utapona. Wili, mimba yako ndio inanipitua. Wewe unapachika mimba dada yangu. Kisha unamshawishi kuiporomosha. Kaka, hapana. Si yeye kanishawishi kuiporomosha. Hata yeye alikuwa hajajua kama mimi nina mimba yake.
babangu kaniachie. Takuachia wewe? Ya. Wewe Maana nitakula. Ondoka. Baby, toka. Kaiko wapi hapa? Maana wewe mwoga Shika kiatu twende. Baby, naomba usije ukaniacha sababu ya maskini wangu. Hapana baby, usiseme hivyo. Nimekupenda hivyo hivyo jinsi ulivyo. Baby sijapenda. Utapenda. Unajua ukiingia mahali kama hiyo sijapenda, unaona Ni hali mbaya. Na mimi nikifanya hivi. Acha baby, acha. Sasa nani wakushawishi sasa kuiporomosha? Samahani kwanza. Najua kama nyinyi familia mnayemtambua kama ni mpenzi wangu ni Uyawini. Ila kujisogeza kimaisha na kimasomo nimepata wengine jamaa ambaye ana pesa. Ili nione kujisogeza kimaisha na kimasomo tukambatana na huyo jamaa. Ikakuaje? Nilipogundua kama nina mimba ya Wini, sikuweza kuambia watu wawili. Wini ama huyo mwingine jamaa, ila mwisho wa siku Una mimba? Nakuuliza tena, una mimba? ndio. Mimba hiyo ni nani? Ni kijana mmoja ambaye tulikuwa tunapenda. Ila kwa sasa si. My God. Unanipenda kweli? Ndio, tena sana. Nisikilize sasa kwa makini. Kama ni kweli unanipenda, naomba hiyo mimba toa. La si hivyo. Baby, nakupenda. Nitafanya chochote utakachoniambia. Na ukifanya hivyo, Taporomosha. itakuwa sawa. Sawa, twende. Kwa nini kafanya hiyo mdogo wangu? Jamani, samahani sana. Ninakosea. Samahani kweli. Pole dada. Njuli mtu unafanya hivyo lakini. Pole Dada. Dada. Amka kwanza dada. Amka dada. Dokta. Dokta. Samahani. Sisi kweli tulikuwa tunampenda, lakini Mungu kampenda zaidi. Unamaanisha nini dokta? Okay, maana yake ameaga dunia. Hapana dokta. Dokta.
Kutokana na maelezo, Nishimwe Willy umeshtakiwa kutembea na mwanafunzi kimapenzi na pia umempatia ujauzito, na ujauzito huo umeleta hatari katika maisha yake. Pia kwako Dushime Clovis umeshtakiwa kutembea na mwanafunzi na kumsawishi mpaka kuutoa ujauzito, na ujauzito huo umepelekea hatari katika maisha yake. Kwa hiyo nyie wote wawili mmehukumiwa kuingia jela. Ama kweli kisicho riski hakiliki. Je, hivi kweli ni mimi nina mikosi, sina bahati, au ni laana ipo katika familia yetu? Ni kwa nini kila ninayemsemesha sibahatiki kudumu naye, mpaka inafikia hatua ya mimi kufungwa gerezani kisa binti mwanafunzi? Hapana, hapana. Je, hivi nimeshauriwa mara ngapi sikupenda kusikia? Kweli najuta na ninaipata funzo. Mungu akinisaidia natoka humu, nitajifunza kuwa simo, na ikibidi nijichunguze mimi mwenyewe.